Kwani UDA bado inatamba in Central. UDA bado iko na mizizi in Central. UDA bado inatamba Central. Kwa sababu ingekuwa UDA imefifia, Gathoni wa Muchomba hezi toka tu na aseme 2 term ya president na 3 term ni yake. Tena ameweka nini ya UDA hapa. You know, nilishtuka sana kuona hii. Mmemfanyia nini huyu jamani? Mpaka sasa ameenda tena kwa UDA, amerudi tena kwa mambo ya 2 term. Mmemfanyia nini huyu? Kwa sababu hii confidence nimemwona nayo ni kama anajua bado ground inaongea UDA. Kwa sababu ground haiwezi kuwa inasema 1 term. Nao hiyo ground ndio wewe unategemea na wewe unaenda kusema 2 term na upate kiti. Hiyo confidence nilimuona nayo inamaanisha bado Central mnaongelea mambo ya UDA. Bado mnaongelea mambo ya UDA. Kwani vipi bana? Kwani hii Singapore pia mnataka kwenda? Bado mnaamini kuna kitu inaitwa Singapore? Gathoni wa Muchomba, are you sure about this Singapore unatuambia umeanza kuimba? Kitu Gathoni wa Muchomba anasahau, julisikia hapa kwa kila mahali moshene kuhusu wa Munyoro na Pastor Dorcas. Ni wa Gathoni wa Muchomba kuadvise watu wa Mount Kenya kuhusu vile watavote ni kama kuadvise a woman who is in love. It's an exercise in futility. Hiyo yes succeed. Watu wa Mount Kenya wakati ilifika ni mambo ya William Ruto. Wali decide 2018 after ile handshake March 9 ndio watu wa Mount Kenya waliamua watachagua William Ruto in 2022. Na ilikaa hivyo. Wakazunguka huku mimi nikiwa mmoja wao tukiwa Azimio tukisema ati watu wa Mount Kenya watabadilika, ati Uhuru akiguruma watasikiza. Mwishowe kulienda aje? Vile watu waliamua ni hivyo. Na hivyo ndio kulienda. So hata saa hii nothing has changed. Hata in 2027 watu wa Mount Kenya after impeachment ya Rigathi Gachagua, hiyo ndio ilikuwa the final nail on the coffin. Watu waliamua mambo ya kuelect William Ruto tena, hiyo ilishia hapo. Unaona? So acha kutupa masaa. Tafuta kazi nyingine ya kufanya. Sisi huwezi tu advise hii, ungoje huko 2028. Juu sasa sisi ni kama kondoo. Tukishapenda tumependa, tukichukia tumechukia. Saa hii uzuri na ubaya wa Gachagua hatuwezi ona saa hii. Ubaya wake actually saa hii tunamwona akiwa mzuri sana actually. Ubaya tutaona 2028, lakini sasa hii usijaribu kutu advise. Sisi wenyewe tunajionea. Wacha tujifunze na mambo yetu. Lakini kukaa hapo unatupa masaa. Watu walishaamua hata wanauliza idebe inaweza letwa wapige alafu tungoje 2020. Mimi maneno ya Muchomba, I've been trying to avoid it, but you guys munanipoke tu. Munaniambia happy comment. I feel the rules of political engagement are never fair on women. Let me explain. Muchomba has every right to, to have differences and to separate from Rigathi Gachagua. It has happened. We have seen male politicians who are aligned together go separate ways and even abuse each other and go to the finer details in a bid to outsmart themselves politically. For example, we've seen what has happened between Junet and Edwin Sifuna na wana Ariana tu. Kwa juzi tuliona Junet akijaribu kujisave na hata kuna kitu alisema. At the end of the interview it was so clear pesa za agency ndio alikula, and he's one of the people who betrayed Baba. That is so clear, like there is no other way about it. Men go to the pits of hell competing politically. They air out each other's dirty laundry into everywhere. Yani wanachambuana, wanaanikana. But when a woman does so, she's labeled all sorts of things. Because apparently there's a level that women should not get to politically. But the rules are clear. If you are going at it with a political rival, because I know they're rivals, and Muchomba clearly, from where she stands, and what she's saying is, I do not need to align with Rigathi Gachagua just because I'm from Mount Kenya. I should be allowed to have my own political views without being demonized, and I should be allowed to align with whoever I want to align with. In a realistic, ideal world, that is pure democracy, and that is what should happen. Anybody from Mount Kenya does not need to be aligned with Rigathi Gachagua for them to pursue whatever they want to pursue. Apana, kila mtu akona right ya kukaa kwake. But kama environment imecreatiwa ni Rigathi ana aggravate, even Muchomba in her own right has the right to aggravate back and share what she needs to share to survive and just establish herself as a political wing that can also lead and can have a voice of her own. So castigating her
and labeling her all sorts of names. It's quite unfair. But again, I started this video by saying the rules of politics are never fair for women. When we do what the men do, you remember, oh, you can't do that. Unamwanika sana, but surely. What has Rigiji himself been doing, because now he's in the opposite side of Ruto? Si anamwanikanga deals zake zote na kila kitu waliwahi discuss. Si anamwanikanga na anamtoanisha. But it is good because as we are fighting the president. But that is the exact same thing Wamuchomba is doing to Rigathi Gachagua. Yes, sasa wameatana, so anamwanika na anajipigania venye anataka kujipigania. So I cannot judge Wamuchomba because she is in politics and she's playing by the books. That is literally the politics of the day. Yeah, kama anataka kutake jabs at Rigathi Gachagua, atake venye anataka, and we can't now change the rules because she's a woman or she's supposed to be. Hapana, mumuache na sisi tuochi drama ikiunfold, tukunywe chai vizuri na kila mtu aamue kwenye anataka kukua aligned. That is my take on all this. Sawa sawa? So naona watu wanauliza, mbona Koimbori na Gathoni wa Muchomba wameamua kutoka kwa kampu ya Rigathi Gachagua? And the speculations are all over like. Wametoka juu walikosana, wametoka juu sijui hawakupewa pesa. Sasa nataka kuja kukuambia ile kitu imefanya Gathoni wa Muchomba na Koimbori watoke kwa hiyo kampu ya Rigathi Gachagua ya DCP. Na mimi nawaambianga kitu na nakwambia nikikwambia, nakuwa nimefanya research yangu, na nakuwa nimeiangalia vizuri sana. Ile tu ilinitoa timing ni ya Mbeere North. Hiyo nao sikuwa nimecalculate ya Moses Kuria. Hiyo ilinitoa timing. Lakini zile zingine ukuja uniambie ni nini niliwaambia ikakosa kutimia. Sasa the reason Gathoni wa Muchomba na Koimbori walitoka kwa hiyo camp na wale wengine wanatoka, it's very simple. Unajua, unaweza kumbuka Gathoni wa Muchomba ndo alikuwa sana karibu na Rigathi Gachagua. Na hawa ni watu wenye walikuwa wanasema wanamsaidia Rigathi Gachagua na ni jeshi ya Rigathi Gachagua. But ile kitu ujui, na hiyo ni kitu inatendekea kila mtu. Kuna watu wanakuja kukusaidia sio kwa sababu wanakupenda, ni kwa sababu wanataka ukishasaidika uwasaidie, ama wakiwa na shida utakuja uwasaidie. Kuna watu watakusaidia gari yako ikikwama, lakini si eti wanakupenda ama wanapenda gari yako, lakini ndio ikiguruma uwabebe ama ukuu unawapatia lift kwa sababu walikusaidia. So hiyo ndio kitu imekuwa ikihapenia hiyo kampu ya Rigathi Gachagua. Sasa Rigathi Gachagua alipokuwa kwa shida alitafuta wale watu wanaweza simama na yeye. Na wengi wao wenye walikuwa wakusimama na yeye ni wale wabunge kutoka Mount Kenya. Lakini on condition kwamba hiyo chama yake akifungua ama chama chake kikifunguliwa, kwa sababu alikuwa na ground Mount Kenya, atawapatia direct ticket. So Gathoni wa Muchomba alikuwa anajua nani akisaidia na akikuwa karibu sana na Rigathi Gachagua atapewa direct ticket. Kitu ambayo former Prime Minister Raila Amolo Odinga alikuwa anafanya maeneo yake ya ODM. Ukikuwa karibu sana na baba, ulikuwa unapatiwa direct ticket ama nomination zinakuwa compromised. Ukiangalia watu kama akina Junet hata wako wanafanya campaign, wale watu wa karibu na baba wako wanafanya campaign. The same case ilikuwa inataka ihapenie Mount Kenya. Rigathi Gachagua akakataa. Akaanza kusema kutakuwa free na fair nomination. Na unajua kukiwa na free and fair nomination, dynamics ni mingi sana za mtu kutopata hiyo ticket. Na hiyo ndio reason number 1 imefanya Gathoni na Koimbori watoke kwa chama cha Rigathi Gachagua. Kwa sababu ingelikuwa ni mambo ya chama cha Rigathi Gachagua na wanataka kupinga William Ruto, mbona wasingeenda chama ingine ambao iko under opposition? Kuna vyama vingi viko pale, kuna Jubilee, kuna ya Kalonzo Wiper, kuna ya Eugene, but mbona wakitoka direct wanaingia kwa serikali? Kwa sababu ni kuonyesha Rigathi Gachagua, sisi tulikusaidia juu ya serikali ambayo ilikuwa inakufinya, sasa tumerudi kule kwa sababu umekataa kutupea direct nomination. Na hiyo ukiangalia Koimbori inaletwa na yule jamaa anaitwa Kinyanjui, yule brother ya Moses Kuria, na kuna jamaa mwingine pale wa Mabati yule wa Githunguri ameingia kwa ground ya Rigathi Gachagua. Au ndio threat ambao inafanya jamaa watoke kwa Rigathi Gachagua. But hii unajua ni transfer window ile, so tutaona mengi hapa mbele.
I want to start this video by saying this is my own opinion as Chegema Juice. Today, Ruto was meeting UDA Governing Council. And there was this video that is going around of Gathoni wa Mushomba saying yangu ni 3-term, ya Ruto ni 2-term. And you could tell from the facial expression that Gathoni is not stable at all. Kabisa. He's saying it like kusikiza watu wengine uchungu, but she's not even convinced by what she's saying. I'm saying that because even when it came to the finance bill, when all these people, including Wenyako Gachagua, they were saying yes to finance bill, you remember it is Gathoni wa Mushomba and few who said no to the finance bill. Even when it came to the impeachment of Gachagua, you remember it's Gathoni wa Mushomba who said no. Even she was crying somewhere in Karen. You know, people forced Gathoni wa Mushomba to say 2-term. Gathoni wa Mushomba tried to say, I'm not a mole. It's only that I don't agree with what some people want me to agree. People said, no, you have to admit you are a mole. She was pushed to the corner to admit she's a mole. She's trying to say she's not a mole. She was told, no, accept it. Say it. I'm not a mole. Say it. Say you are a mole, Gathoni. She said, I'm not a mole. Say it. And that is the result. Now you can see she's saying 2-term, but you can tell she's not even convinced about it. She's saying yake ni 3 terms, juu kazi. She knows UDA hakuna kazi wanafanya ni wizi tupu. She's going there as a reject. Yani unaenda UDA, you will never be trusted by the people in UDA. They didn't call you. People pushed you. They pushed you to that corner and you went in that corner. You feel for her, but you ni life. Si ni life? Inaitwa siasa. You see, watu wanajiuliza maswali mingi sana. Mbona mheshimiwa Rigathi Gachagua ndo anapigwa peke yake? Mbona Matiang'i, Kalonzo, Wamalwa, Madhakarua wao wakienda kwa makanisa wapigwi, lakini mheshimiwa Gachagua akienda kwa kanisa anapigwa? Na watu wanasema ni William Ruto, ni drama, ni nani, but now I'm coming to tell you what has been happening on the ground. And the reason wanapiga Rigathi Gachagua. Number 1, mimi nataka kutoa William Ruto kwa hiyo scandal. 100%. Kwa sababu William Ruto anageni na nini kupiga Rigathi Gachagua? Because wakati violence inatokea, obviously kura zinapotea. Juu watu wako na machungu, mtoto wa mtu amegongwa. Kwa hivyo mshirika ameenda kwa nyumbani akilia. So kura inapotea. So hana benefit. But wale watu ambao wana facilitate na wana organize violence, it's none other than the MPs and foot soldiers of William Ruto. Because wanajua crowd imeenda. Wanajua hawezi chaguliwa tena, liwe liwalo. So wanajua the only thing wanafanya ni kuleta violence ndio waseme ni mheshimiwa Rigathi Gachagua anapanga. Na hawa foot soldiers hawatumii local police. What they are doing is to intimidate the local police, because you can't tell me the violence is happening there almost 200 meters away from the police station, but hakuna polisi amekuja, amesikia bunduki kilia na hawajatoka kuangalia ni nini naendelea. Hii ni vitu zinapangiwa Nairobi pale Vigilant House, na hawa watu wanapanga, wana intimidate security apparatus wakitumia jina la mheshimiwa William Ruto. Ati rais ametuambia hii operation ni rais amesema, si unaona venye Rigathi Gachagua anasumbua William Ruto, yeye ndo ametuambia hii ni order imetoka from above. And it's a high time William Ruto should look on these foot soldiers. Na waambie kura itafutwi na vita na violence, kura inatafutwa na kubembeleza. Mheshimiwa William Ruto alipigwa tear gas pale Kenol. Na hapo, hiyo tear gas ilipopigwa kienda kwa kanisa, hapo ndo alishindia kura ya Mount Kenya. Ile siku tear gas ilipigwa, hapo ndio mheshimiwa William Ruto aliwin kura ya Mount Kenya. So asitake hawa foot soldiers wamuharibie. Sisi tutachagua William Ruto si eti kwa sababu wako na wabunge wengi. Kama tutamrudisha kwa ile kazi amefanya. Kama tutamrudisha kwa ile maendeleo ametuletea. Si eti kwa sababu mnapiga kelele sana kama wabunge. Na tunataka kuambia hivi, hata wakati watu walisema President Moi alikuwa dictator, hakuna siku ashaipiga watu tear gas kwa kanisa. Hata Museveni mwenyewe hajairusha tear gas kwa kanisa. Hata Samia Suluhu hajairusha tear gas kwa kanisa. Kwa hivyo tunataka kuambia nyinyi mafoot soldiers, nyinyi wabunge wa Mount Kenya region, muendelee kupiga watu kabisa. Wale ndo waliwapea kazi na mnawapangia waumie ati ndio mtoe message na muonekane mko karibu sana na rais na mnamtetea. Siku zenu zinakaribia. Siku zenu zinaendelea kukaribia. Na tunataka kuambia
hizo viti mumepewa ni juu ya wananchi na watawatoa kwa hizo viti. Na kushaikuwa na wabunge. Hizo vitu mumekalia hapo bunge zimekaliwa na wabunge wengine wengi sana kabla nyinyi mkuje. So tame yourselves and have a dignity for the people of Mount Kenya. And Gathoni wa Mushomba is a very perfect example of some influencers who say they are activists or who say they talk about the issues that affect this country. Lakini behind the scenes, wanaimba tutam kama national anthem. Siku yenu iko karibu kufika. Unaona vile ya Gathoni wa Mushomba ime pop up. And you see that woman is even struggling to say things and at force. Yenu inakuja. Y'all shall cry. Whose phone is ringing?